Kwa mikoa isee mbali ushirikiano bado hatuna. Sisi tumejaribu vitu vingi sana. Tulijaribu makaa ya mawe, hayana nguvu. Yanawaka lakini hayana nguvu. Hii kazi mimi kwa faida, cha kwanza nashukuru Mungu. Cha kwanza niliweza kujenga kibanda cha kuishi mimi ambapo siwezi nikalipa kodi. Cha pili imeniwezesha nimesomesha watoto wangu mpaka chuo kikuu. Dunia imeendelea sana. Tumevuka zama za mawe, tukapita zama za chuma, na sasa tunaishi katika teknolojia ya kisasa. Lakini je, ulijua kwamba hapa Tanzania bado kuna mafundi wanaotunza na kuendeleza maarifa ya kale ya ufuaji vyuma? Katika makala haya tunasafiri mpaka Mtumba, Dodoma, kukutana na mabingwa wa kazi hii ya kihistoria ambayo watu wengi tulisoma vitabuni bila kushuhudia kwa macho. Ufuaji vyuma sio jambo geni barani Afrika. Historia inaturudisha mpaka karne ya 6. Sehemu kama Uvinza na Engaruka kulikuwa na mababu zetu ambao walikuwa wanafanya hii kazi ya kuyeyusha vyuma pamoja na kutengeneza silaha mbalimbali na vyombo vya matumizi ya kawaida. Jina langu naitwa ndugu Rafael Udoba. Niko hapa mimi ni yani kama kiongozi mmojawapo katika kiwanda hiki cha uhunzi. Unaweza ukatueleza ulipataje ujuzi huu wa kufua vyuma katika hili eneo la Mtumba? Ujuzi huu nimejifunza kwa kuangalia. Kwanza nilianza kwa kushiriki katika kupuliza, baadaye nikaanza kujaribu, baadaye nikawa fundi kamili. Mimi vijana wote nawaambia waje. Sisi hapa kwenye kazi yetu, kiwanda chetu hiki, hatumtozi mtu hata 100. Awe mzungu, awe mchina, sisi tunamkaribisha bure, kwa sababu hii kazi ni aliyeanzisha alikuwa ni babu. Na wakati mimi kama mimi naanza hii kazi, nilimkuta babu yangu ambaye amezaa baba zetu. Alikuwa anatuambia hii kazi kabila yoyote aje ajifunze, na msimtoze hata 100 hii moja. Unaona sisi kazi yetu hii imeenea karibu tuseme Tanzania nzima. Vifaa vyetu vimeenea. Hatuna uchoyo sisi wa kumtoza mtu 100 au kumkataza. Kiingilio ni bure, na nawaita vijana karibuni waje wajipatie riziki hapa. Hapa tunatengeneza vifaa vya aina nyingi sana. Kwanza kabisa tunatengeneza zile mundu au nyengo za kufyekea, mashoka, visu, mikuki, kengele za mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, majembe ya mkono, majembe mengine ya kukokotwa na ng'ombe na vitu vingine vingi. Kwa mikoa isee mbali ushirikiano bado hatuna ushirikiano. Sana sisi tu, kwa mfano hizi shoka tulikuwa hatuna. Huyu mzee wetu tulienda maonyesho Singida tukazikuta. Sisi tuliangalia tu. Tulivyoangalia mzee akaja hapa aka testi moja ikakubalika. Kuna jiji kimoja kwenye Manumburu alishaikuja kutoa huyu mzee akawafundisha. Wale wenyewe kwa wenyewe walikataa. Walisema ukija huko wanatunyanyasa sana, nyie kaeni huko. Basi tukakaa, kaona kama ushirikiano hamna. Tukabaki sisi, kwa sababu sisi tumejipanua sana, karibu mikoa hata 10 tumeiteka. Hatuna shida. Kwa kweli bidhaa unapoitengeneza lazima utengeneze kutokana na mahitaji ya wale wateja wako. Maana ukitengeneza, zamani tulikuwa tunatengeneza tu, kwa mfano tunatengeneza bidhaa zetu za mzunguko, lakini kwa sasa hivi kipindi hiki inabidi utengeneze kutokana na mahitaji ya wateja wako. Kwa mfano unaweza ukasafiri ukaenda kwa mfano kama labda Singida, ukakuta bidhaa unazotengeneza kule zinatofautiana na kwa sababu lazima uchukue ile nembo ya kule au ule muundo uje utengeze unaofanana na wa kule ili upeleke kule. Kwa mfano kama utaenda Iringa, lazima uje utengeneze muundo unaofanana na wa kule. Kazi yetu kuna changamoto nyingi sana.
Kwa mfano kama zamani ilikuwa ni rahisi sana upatikanaji wa chuma au malighafi. Zamani tu walikuja, kwa mfano tulikuwa tunaenda kule Kizota, unakuta magari yametupwa, tunajibebea shilingi za bure. Ni kwa sasa hivi kutokana na mfumuko huu wa ununuaji wa chuma chakavu, kweli chuma sasa hivi haipatikani. Yaani tunatafuta chuma, tunapata chuma Dar es Salaam, Morogoro, kwa mfano hapa Dodoma hatupati kabisa. Sisi tumejaribu vitu vingi sana. Tulijaribu makaa ya mawe, hayana nguvu. Yanawaka lakini hayana nguvu. Lakini hivi visiki ambavyo vimekauka ndio vina nguvu, vinaivisha vyuma vizuri. Kwa hiyo hatuna njia nyingine, kama hizi pliers za kukamatia tunatengeneza sisi. Machuma tu haya kama hizi zinaitwa pasi, ndio huaga tunachukua SIDO walituletea, au tulikuwa tunachukua maungio ya reli za treni za zamani zile. Ndio tunaenda pale wanatupatia na kuja kwetu. Wanatumia, tushaenda Singida, tumeenda Manyara, wanatumia zile za kuzungusha. Sasa zile pumzi yake inaenda kidogo, unakuta anaweka 2. Lakini sisi hapa kwa mfano kiale kutengeneza kama shoka zinaingia 10. Lakini ile ya kuzungusha ile ukiweka 10 hapa unachukua hata masaa mawili inakuja kuiva. Tumetesti vitu vingi sana. Katika dunia inayokimbia na historia, kuna thamani kubwa sana katika kutunza na kuenzi ujuzi wa jadi. Kazi ya ufuaji wa vyuma si historia tu, ni sehemu ya utambulisho wetu, pia ni fursa ya ukuaji kiuchumi. Tukiwa hapa Mtumba Dodoma, tunapata somo moja kubwa sana, kwamba maendeleo hayaji kwa kufuta ya kale, bali kwa kuyaendeleza kwa akili mpya kabisa ili yaweze kuboreshwa kwa kiwango kizuri.